Mwimbaji wa nyimbo za Injili Upendo Nkone amemwomba radhi mwimbaji mwenzake Martha Mwaipaja kufuatia kauli aliyoitoa kwenye mmoja ya mahojiano akidai kuwa aliwahi kutishiwa maisha kupitia simu. Sakata hilo limeibuka hapo jana katika mitandao ya kijamii baada ya Martha Mwaipaja kuchapisha video akimtaka Upendo Nkone kueleza kwa ushahidi wa kisheria ni lini na wapi aliwahi kumtishia maisha pamoja na madai ya kuwasiliana naye kwa simu. Kauli hiyo ya Martha imeonekana kumlazimisha Upendo Nkone kujitokeza hadharani na kuomba msamaha. Akizungumza na moja ya kituo cha televisheni mtandaoni, Upendo Nkone amesema kuwa yeye ni Mkristo na anaamini katika msamaha, hivyo ameona ni vyema kuomba radhi kwa kauli aliyoitoa kwenye mahojiano aliyofanya na Lilian Mwasha. Nkone amesema kazi ya shetani ni kugombanisha na kuchonganisha watu. Inawezekana sikupaswa kulisema swala hili hadharani, nilipaswa kubaki nalo kimya, lakini nilipohojiwa nikajieleza na sasa naona imeleta madhara. Nipo hapa kumuomba msamaha mwimbaji mwenzangu Martha Mwaipaja, naomba anisamehe popote nilipomuumiza au kufanya jambo ambalo hakulipenda, halikuwa lengo langu. Mungu hapendi mvutano, anapenda amani. Nilizungumza kama simulizi ya jambo lililopita, lakini kwa sasa nashusha moyo na kuomba anisamehe. Licha ya Upendo Nkone kuomba radhi, mwimbaji wa nyimbo za Injili Martha Mwaipaja ameibuka na kumjibu kuhusu msamaha aliyoomba na kusema amekasirishwa zaidi na neno la kutishiwa maisha. Amesema kinachomfanya aombe msamaha ni anaogopa sheria na sio kuiumiza nafsi yangu. Kuna vitu viwili labda hapo nitataka kujua. Kwa nini ananiomba msamaha? Sababu ameniumiza au ameogopa sheria? Leo akipata matatizo nitasemaje? Kwa hiyo Upendo aeleze vizuri nia yake ya kuomba msamaha kwa sababu anaogopa au kwa sababu amenifanyia unyama. Amesema Martha Mwaipaja alipohojiwa na kituo cha televisheni mtandaoni. Martha Mwaipaja anasema yote aliyozungumzwa aliyapuuzia isipokuwa hilo la kumtishia maisha ya Upendo Nkone. Hilo linamwazisha endapo litakapomkuta tatizo lolote Upendo Nkone, yeye atajieleza vipi? Je, una maoni gani kuhusiana na sakata hili la ugomvi wa waimbaji wa nyimbo za Injili ambao wamekuwa ni maarufu hapa nchini na nje ya mipaka ya Tanzania? Weka comment yako hapo chini kupitia comment section, like na unaweza kushare.